Unajua Mheshimiwa Makamu wa Rais, nimeona niwaite hawa wewe pamoja na hawa wenzetu wa TAMISEMI kwa issue moja tu. Unajua pamekuwa na maagizo mengi na maagizo haya mengine actually yanakuwa na mwelekeo wa kuchonganisha serikali na wananchi wake. Najua kwa bahati nzuri tuliozunguka kuomba kura za wananchi ni mimi na wewe pamoja na waheshimiwa wabunge wa kina Jafo. Hao ndio wanajua hali halisi za shida za wananchi. Sina uhakika kama wapo wengine zaidi ya sisi tunaojua shida za wananchi. Wewe ulipozunguka maeneo yako yote wakati ukiomba kura, ulipata malalamiko ya kila maeneo. Mimi nilipozunguka maeneo yote nilipata malalamiko ya kila maeneo na ya wananchi na kero zao. Waheshimiwa wabunge walipozunguka maeneo yote maeneo yao yaliyokuwa yanawahusu, walipata malalamiko ya wananchi na wakaahidi kwamba watayatatua kwa njia fulani. Waheshimiwa madiwani nao walizunguka, na ndio maana Watanzania wakakaa wakaamini kwa yale tuliyokuwa tunayazungumza kwa wananchi kwamba tutayatatua. Na nafikiri hayo ndio matumaini yao wananchi. Sasa kwa hali inavyoelekea kwa sasa hivi, pameanza kuwa panajitokeza amri za ajabu, hasa zinazotolewa na viongozi ambao tuliwaamini kwamba watatekeleza yale tuliyowaambia wakatekeleze. Na swala moja ambalo limeniudhi kidogo ni hili swala la machinga. Mimi na wewe tulizungumza kwamba tutatengeneza mazingira mazuri kwa wamachinga. Ndio. Watafutiwe maeneo ya kufanyia biashara zao kwa utaratibu ulio mzuri. Na mimi nafahamu kabisa huwa sipendi wamachinga wafanye kazi kwenye road reserve. Na hili nimekuwa nikizungumza tangu nikiwa waziri wa ujenzi. Lakini katika maeneo mengi, especially nilipokuwa Mwanza, nilipata malalamiko haya na nikazungumza mkutano hadharani kwamba wamachinga hawa ndio waliotupa kura sisi, wakatuweka madarakani. Lakini hakuna sheria katika nchi hii inayosema mtu wa biashara ndogo ndogo au machinga hatakiwi kukaa katikati ya mji. Tukianza kwenda kwenye utaratibu wa namna hiyo, maana yake tumeanza kutengeneza magrupu ya Watanzania, kwamba kuna Watanzania fulani ambao ni klasi fulani wanatakiwa kukaa katikati ya mji, na Watanzania wa klasi fulani hawatakiwi kukaa katikati ya mji. Huo si mwelekezo wetu na wala ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ambayo mimi na wewe tulipita kukinadi. Hakuna mahali popote panazungumza kwamba tunatengeneza klasi za watu wanaostahili kukaa mjini na wengine hawastahili kukaa mjini. Sasa nimeona hili nilirudie kulizungumza. Na nataka nilizungumza hii mara ya mwisho. Sitarudia tena kuzungumza. Pamekuwa na tabia ya wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, wakurugenzi kufukuza tu watu wa machinga walioko mjini bila utaratibu.
issue imejitokeza Mwanza. Na nawapongeza sana wamachinga, hawakufanya fujo, wametulia. Nilizungumza kwenye mkutano wa Biafra hadharani kwamba hawa wamachinga msiwatoe jiji. Kama mnatengeneza mazingira, mtengeneze mazingira mazuri ya kufanya biashara zao. Ndio. Ili wasizagae. Na nilitoa mfano, mnaweza hata mkafunga barabara kwa sababu barabara hili limetengenezwa na fedha za Watanzania. Ndio. Mkafunga barabara katikati ya mjini, mkasema hii ndio litakuwa eneo la machinga kufanya biashara. Hata wakati wa Mwenge Morogoro tulisisitiza hiyo. Lakini utaratibu sasa hivi umekuwa ondokeni mjini, nendeni Kiloleni. Nendeni sijui wapi. Wanakoenda kule wala hawajawatengenezea mazingira mazuri ya kwenda kufanya biashara kule. Lakini hata katika taratibu za kawaida mtu anafanyaga, palikuwa na wakina mama siku moja walikuwa wanalalamika pale, wanatolewa kule feri, wanafanya biashara ya samaki. Unampeleka sijui wapi, atauzaje samaki yake? Ndio maana nimemuita naibu waziri wa TAMISEMI na katibu mkuu wa TAMISEMI wawaeleze wote wanaowaongoza wasiwabugudhi wamachinga, wala hawakupenda wao kuwa wamachinga. Ni kama ambavyo wao hawakupenda, kwa sababu wala hawakuniuliza nilipokuwa nikiwateua katika nafasi zao. Wakitaka kumuhamisha machinga kwenda eneo moja au lingine, wazungumze nao kwa utaratibu mzuri, na wanakowapeleka liwe ni eneo kweli litakalo wasaidia wa machinga kufanya biashara kwenye soko ambapo wao watafaidika na wao kufanya biashara. Lakini si polisi wanatumika vibaya. Wazungumze nao wa machinga kwamba jamani, tumeshatengeneza eneo hili hapa, nendeni mfanyie biashara hapa. Wamachinga watafanya, watakubali. Lakini si kila siku mtu nawafukuza unakowapelekea wala hujatengeneza mazingira ya kuwafanya wakafanya biashara. It can't be. Sasa ndio maana nimemuita naibu waziri, katibu mkuu. Kama kuna mkuu wa mkoa, DC au mkurugenzi anayeona maelekezo yangu haya hakubaliani nayo, aache kazi. Sisi ndio tunajua shida za wamachinga, sio wao. Makamu wa rais anafahamu kwa sababu alizunguka akaona. Ni lazima tujipange, tutengeneze mazingira mazuri. Tunapokuwa na wafanyakazi hewa serikalini zaidi ya 19,000, tunapokuwa na wanafunzi hewa zaidi ya 65,000, tunapokuwa na mishahara hewa na kadhalika, wajue, wasishangae kuona tuna wamachinga wengi katika nchi hii. Tuliwatengeneza sisi, ni lazima tuwatengenezee mazingira mazuri ya kuweza kufanya biashara yao na kuishi. Sasa ndio maana nimewaita nenyi viongozi wa TAMISEMI, kawaelezeni wawaache wamachinga wafanye biashara maeneo yao, wawatengeneze mazingira mazuri. Lakini nitoe wito kwa wamachinga kwamba amri yangu hii isije sasa ikawa ndio chanzo cha wao kufanya biashara kila mahali na kujenga mabanda kila mahali. Wanapofanya biashara katika maeneo fulani, wasijenge mabanda, kwa sababu pia yanachafua mandhari ya miji yetu. Inakuwa kila mahali pamejaa mabanda ya ovyo ovyo.
lakini mimi nakubaliana na wao kabisa wamachinga kwamba wana haki ya kufanya biashara katikati ya miji, kwa sababu katika miji hii si machinga, si mtu wa hali ya juu, si mtu wa hali ya chini, ana haki ya kuishi. Na watendaji niliowapa mamlaka ya kunisaidia wakatekeleze maagizo yangu, wasikwepe maagizo yangu na wala wakayafanya vinginevyo bila konsandi yangu. Nilitegemea uongozi wa mkoa wa Mwanza, kwa vile nilizungumza hadharani, wangekuja wakanieleza kwamba tumepanga utaratibu huu. Lakini watu wanawaswaga tu, wanatumia polisi, wanafanya vitu gani? It can't be. This is not possible. Sasa ninafahamu hawa watu niliowapa madaraka wanayapenda madaraka yao, wakatekeleze tunavyotaka sisi, sio wanavyotaka wao. Yako mambo ya msingi tuliyoahidi ni lazima yakazingatiwe. Tutengeneze mazingira mazuri ya kuwafanya hawa wafanya biashara wafanya kazi kwa raha. Kama wanafikiri kukaa Mwanza, kwa mfano kwa Mwanza, natoa mfano wa Mwanza, kama wanaona kukaa mjini hawapapai, wawape hata furahisha. Waache kuwa wanafanizia mikutano pale, furahisha yote iwe ya wamachinga, kwani kuna ubaya? Kama wanaona furahisha haiwafai, wawape hata Nyamagana, wakakae humo wa machinga wakafanye kazi. Kwani Nyamagana simejengwa na serikali? Kwa sababu haiwezekani watu kila saa huyu anatolewa mjini, huyu anatolewa mjini, huyu anatolewa mjini, hawatengenezi mikakati mizuri. Kila unaposikia mkuu wa mkoa ni kufukuza tu. We can't, haiwezekani. Sasa ndio maana nimewaita Nenye ndio wasimamizi wa TAMISEMI, na mimi pia ni waziri wa TAMISEMI. Ninafikiri maamuzi mengine natakiwa pia kuhusishwa. Na ni hayo ndio yamekuwa yakitokea. Unakuta mkuu wa mkoa anasimama mahali anafukuza watu. Kijiji kimesajiliwa, yeye ni kufukuza tu polini, hawajajua mahali pa kuwapeleka. Hawajui kuelewa kwamba maeneo mengi ya nchi hii yamepewa wawekezaji. Kuna mwekezaji mmoja amepewa eneo karibu wilaya sijui ngapi, zaidi ya hekta 35,000, na alipopewa akaenda kukopa fedha Uholanzi. Kwa hiyo eneo hilo kwa sasa hivi haliko chini ya Tanzania. Tunaweza kuwa tunazungumza nchi yetu ina ukubwa wa hekta 950,000 square kilomita, lakini 35,000 sio zetu, kwa sababu amechukua hilo eneo, hajali develop, akaenda akaliwekea kwenye mortgage kwenye mabenki kule Uholanzi, akakopa fedha. Na mtu huyo alikuwa anatafuta tena eneo lingine la hekta 65,000. Wako watu wa namna hiyo wengi tu. Wamechukua maeneo yetu, na ndio maana saa nyingine Watanzania wanakosa hata mahali pa kuchungia ng'ombe. Wanakosa hata mahali pa kwenda kulima. Kwa sababu kuna eneo lingine zaidi ya 30% ya eneo la Tanzania ni hifadhi ya taifa. Maeneo mengine makubwa wamebinafsishwa watu wakubwa wala hawayaendelezi. Kwa hiyo watu wanakosa mahali pa kulima, watu wanakosa mahali pa kuchungia, mifugo imeongezeka. Halafu tunabaki sisi viongozi kutoa maamuri tu. Sasa hii tubadilike, tutengeneze utaratibu kwanza mzuri. Tusolve haya matatizo. Kwamba hawa wamachinga wanaofanya biashara mahali fulani, tumewaandalia mahali fulani, waende pale wakafanya, na tunapowaandalia tuwaandalie mahali ambapo pata facilitate business zao. Ukiwakuta watu wako kwenye eneo fulani polini, usiende ukachoma vitu vyao. Tujue kwanza matatizo yakoje. Kwa sababu matatizo ni mengi. Tuna create problem badala ya ku create solution.
kwenye machimbo ya madini, nayo imekuwa ni hivyo hivyo. Unakuta watu wako population zaidi ya watu 3,000 wanachimba pale, wanapata riziki yao. Kiongozi wa serikali anakwenda na wafukuza wale ati kwa sababu ya mwekezaji mmoja. Watu wako pale wanajitafutia riziki yao, wanachimba madini yao. Nimeona jana Shinyanga kwa mfano na Tabora. Sisi viongozi tulioko serikalini unakwenda tu kulopoka tu, ondokeni hapa. Hili eneo la mwekezaji ni nani? Kama ni la mwekezaji situlifute. Mwekezaji ndiye anakuwa juu ya watu tunaowaongoza. Mtu anaenda na leseni, hapa kwangu leseni hiyo. Wanaenda wanapatafuta, wanaanza kuchimba, wanachimba hata kwa miaka 6 au miaka 10. Wakishaona kuna dhahabu panatengenezwa huku kwenye Wizara ya Nishati na Madini, mtu anapewa leseni. Hilo ni eneo langu. We can do that. Kwa hiyo na wale wa Shinyanga, sijui ni kijiji gani ambacho naibu waziri aliwaambia waondoke, hawaondoki, wanabaki pale, wapange mipango ya kulifuta hiyo leseni ya huyo mwekezaji. Kwa nini wawekezaji wanakwenda kutafuta tu mahali ambapo pana watu? Watu wanajichimbia wenyewe, wanapata riziki yao, halafu anakwenda anatafuta. Na wawekezaji hao saa nyingine matapeli tu. Ni lini wa Tanzania maskini watakuwa wawekezaji katika nchi yao? Kwa hiyo serikali tunayoiongoza, mimi na Samia, ambao ndio tuna wajibu kwa wananchi, hakikisheni mnazingatia haya maagizo yetu. Hakuna kuwafukuza watu ovyo ovyo kwenye maeneo ambayo watu wameshaanza kuchimba dhahabu, wamejitafutia wao, wanatafuta riziki yao, wanapata ajira wao. Lazima hao wahusika, kama ni mawaziri wao, wanatuuliza kwanza sisi. Sisi ndio wenye serikali, sio wao. Wanapotaka kuhamisha wamachinga kupeleka mahali fulani, lazima tujiridhishe sisi kwamba kuna eneo la kuwapeleka ambalo kweli litakuwa na faida kwa wamachinga katika kufanya biashara. Matamko yangu haya hayana maana kwamba watu wasiheshimu sheria na kufanya kiholela wanavyotaka. Wamachinga nao waelewe, na hao ninao watetea nao waelewe. Tuzingatie sheria, lakini si kuwaonea watu wanyonge ambao sisi tumeapa kuwatumikia na kutafuta solution za matatizo yao, na sisi tukawa part ya solution. Ninarudia, naibu waziri huko hapa na katibu mkuu. Kama kuna mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, mkurugenzi au kiongozi yoyote anayefikiri haya maagizo yangu yanamkwamisha, aache kazi. Kwa sababu ni mimi na Samia ndio tulizunguka kwa wananchi, tunafahamu shida zao. Wao wameupata ukuu wa mkoa, wala wengine hawakutegemea kuupata. Hata ukuu wa wilaya wameupata, wala wengine hawakutegemea, hawakuomba mahali popote. Tuliamua tuwape wakatekeleze haya tunayoyataka sisi, si kwenda kunyanyasa watu. Wewe unafahamu, Mheshimiwa Naibu Waziri, twende kule kwako Kisarawe tukafukuze tu watu waliokuwa na kupigia kura, waliokuamini. Inakuja haiji, lakini hawa wengine hawana political responsibility. Ninarudia, na hii ni mara ya mwisho, kawaambieni hata wamachinga wa Mwanza wakaendelee kurudi kwenye maeneo yao mpaka watakapo watengenezea utaratibu mzuri. Kigamboni hapa palikuwa na wamachinga eneo fulani, wamehama vizuri kweli, wakatengenezewa miundombinu yao, soko lao, na sasa hivi wanafanya kazi vizuri. Katibu mkuu nafikiri ni shahidi. Wewe unakaa Kigamboni. Walijengewa soko lao, wakaambiwa sasa, jamani, hapa muondoke muende huko. Wameenda na wanafanya business zao vizuri, hakuna complaint.
na waliwashirikisha viongozi wa machinga. Lakini hapa imekuwa amri tu. Na wengine wanatumia hata msemo wa hapa kazi. Mimi sikusema hapa kazi ya namna hiyo. I hope mmetuelewa. Wale waliofukuzwa Shinyanga wanabaki pale pale. Kama ni leseni ya huyo mwekezaji waifute. Mheshimiwa Makamu wa Rais, fuatilia hili, mweleze Waziri wa Nishati na Madini. Waache kufukuza wananchi ovyo ovyo. Wale wanapata riziki yao, wanasomesha watoto wao, wanavaa nguo, wanafukuzwa tu. Na ndizo ajira zenyewe. Na ndio ajira zenyewe. Tulisema tunatengeneza ajira. Wewe mwekezaji ni mmoja, unakwenda unafukuza watu 1500. Haiwezekani, wala haingia akilini. Kwa hiyo ninyi kalisimamieni hilo. Na nimezungumza leo. Siku ile nilizungumza Mwanza, nilifikiri hawakunielewa. Leo nimezungumza, ni mara ya mwisho. Sitazungumza tena. Sijawazuia wakuu, wamekuwa kufanya kazi ma-DC na wakurugenzi, lakini kwenye hili linalohusu maslahi ya watu wengi, walitatue kwa kuangalia utu, ubinadamu kama upo, lakini na ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi, ambapo tuko hapa kwa ajili ya kutetea watu wanyonge, sio watu wakubwa tu. Na hilo sisi ndio tulioahidi, kwamba sisi tuko kwa upande wa watu wanyonge, sio watu wakubwa. Wakubwa wametetewa mno kwa miaka 50. Sasa tunageuka kutetea wanyonge ili wafurahi na matunda ya nchi yao. Sasa ninyi mlioko TAMISEMI, kasimamieni hilo. Ila kama kuna kiongozi yoyote ambaye anafikiri maagizo haya haliziki nayo, aache kazi hata kama ni leo. Jamani, asanteni.